tena usifungue mdomo wako kuniambia chochote wewe. Sasa nisikilize. Ingia ndani, kachukue mabegi na huyo mdogo wako mje naye hapa. Mume wangu, kwa kweli huu ni ubinafsi. Unachokifanya ni ubinafsi mkubwa. Umefika mbali sana. Yaani kwa sasa ndo umefika mbali zaidi sana. Changamka, unanichelewesha. Nenda kachukue mabegi ya huyo mdogo yako na uje naye hapa. Kwani uelewe? Ingia ndani. Changamka, unanichelewesha nyewe bwana. Wewe kijana, shuka pale chini. Tembea kama bosi kwenye nyumba za watu ambazo hujui hata zimejengwa kwa shingapi. Tizame kwanza, unakaa tu ndani kama utumbo. Sasa nisikilize wewe. Mwanamke usiyekuwa na masikio ya kusikiliza mwanaume anapokuwa anaongea. Nimesema haya mabegi mpatie aondoke. Chukua mabegi yake. Mume wangu, hivi unamaanisha unataka kuchagua? Unataka kuchagua? Sasa utachagua moja kati ya haya mawili. Utachagua moja kati ya haya mawili nakwambia. Either wewe ubaki hapa ndani au wewe na mdogo wako muondoke naye. Ulikuwa unataka chagua moja kati ya haya mawili. Na ninakupa sekunde chache za kufikiri. Sekunde chache za kufikiri. Unipe jibu sasa hivi. Baba, please. Kwani unanifanyia mambo kwa magumu hivi? Yaani mume wangu umefikia hatua ya kutaka kuvunja ndoa yetu kwa ajili ya mdogo wangu mimi? Kuvunja ndoa inawezekana? Yes, inawezekana. Kwa sababu aina ya mwanamke ambaye anastahili kuondoka kwenye hii ndoa ni wewe. Kwa nini? Kwa sababu hauna akili, hauna masikio ya kusikiliza ninapokuwa naongea. Nimeshakuonya zaidi ya mara moja. Unarudia. Nimeshakukataza. Nini ambacho uelewi? Unanitia hasara hapa ndani. Na kwa sababu unanitia hasara na hauoni mbele, ni rahisi tu mimi kuvunja hii ndoa. Inawezekana? Inawezekana. Yaani hivi mbona kama vile nasikia kuchanganyikiwa? Hivi kwa nini unamaanisha vitu vya ajabu? Ni kwa nini unanifanyia mambo kuwa magumu kwangu? Kwa nini unaninyima chaguo? Mpatie mabegi yake aondoke. Changamka bwana. Jamani. Kweli. Alafu usije ukalizoea. Wewe kijana, nenda. Sema washikaji leo kwenye mitandao ameshatoa si kama wajinga vipi. Muangalia ikansi. Mungu anachukuliaje washikaji? Ucheki na huko nyuma. Mwanangu mbona kama edit hapa? Mbona ni yenyewe bana. Yenyewe. Tulieni kwanza, tulieni. Mwanangu halichukulia si poa mzee. Ila mzigo kwa mbao utasema wenyewe uweze. Yaani ujue mwanangu mimi nimefuatilia toka jana yani hiyo kazi. Mora, yani yenyewe bana. Kama vile akachuliwa. Angalia vibaya nini mwanangu. Lakini mwanangu kitu edit. Mzigo wenyewe hapa tumepigwa huko mwanangu. Mbona vipi tena?
Wanangu vipi? Fresh vipi? Nini tatizo tena ndugu yangu na mabegi mchana Wanangu, sasa hivi ndio na changamoto. Yaani ninachokipitia sasa hivi. Katina juzi kanifukuza kwake na kabidhi nyumba, kabidhi kila kitu. Na sijui alipo, simu yangu kaniblock. Unajua nini? Mimi ile swala nililijua toka mwanzo. Nilitambua fika kwamba kuna siku itakuja kutokea mambo ya namna hii. Sasa wewe unategemea uishi kwa mwanamke alafu usitegemee kufukuzwa siku moja, kweli? Nilijua. Tulikwambia ndugu yetu John, achana na wanawake, fanya kazi. Haya, leo kiko wapi? Leo kiko wapi? Mwanzo ulikuwa mwanzo mzuri, maisha ya bata starehe. Sasa hivi na mabegi akutimua Katelina huyu hapa. Hivi bora angekuwa Katrina amenikataa peke yake, lakini hata kwa ndugu yangu wa damu kanikataa kabisa. Ndugu tena, mbona tukwahi kujua kama una ndugu hapa mjini? Mimi na ndugu hapa. Mdogo wa mie jamani, Joni wangu, kaka yangu huyo. Wow. Wow. Karibu kaka. Asante. Karibu sana. Asante dada. Karibu. Yaani karibu, unajua kali. Hii huko ni kama kule. Sio kweli. Kaka, umeanza hivyo, karibu. La huko bani sio kama siku ile tulizokuleta. Badilika sana. Mbona kawaida tu jamani, hata sio sana. Hapana, maana ukiangalia hii nyumba haikuepo. Hata ile pale hiyo haikuepo. Hata hii ilikuwa bado haijanunuliwa hivi. Sio sana, sio hivyo sana, lakini kawaida ni kweli kuna kiasi fulani pamebadilika. Niambie. Kangu, kwa sababu ndo umefika. Naomba nikuulize. Unakunywa chai na nini? Chai sasa hivi. Najua lote hili kali, chai sasa hivi. Fanya hivi. Andaka ugali na kamboga special kabisa. Haya, sawa. Mboga hii hapa. Kwa sababu nakujua wewe ni mgonjwa wa wadudu. Yaani kakutafutie na dagaa fulani hivi. Alafu naweka na kayai. Shenzi kwa mideko. Sasa kama kuku zipo tunafuga. Kule sasa huko sina kuku jamani. Mimi dada yako sina kuku. Wanauza bwana. Acha kunifanyia hivyo. Haya, sawa. Basi rizika wewe. Yaani nikija kwako nataka nideke. Kule nakuwa peke yangu. Huku nikija tena niwe mpweke jamani. Sister. Basi sawa. Kama upendavyo bosi. Karibu afande. Angu alichukua kila kitu kwako. Kalisi kila kitu. Acha basi na wewe. Utundu wote. Eti baba na mama wangekuepo. Wangeenjoy sana huko. Ni kwa siku ulioniweza. Kwenye dagaa. Hapa dada. Tena mzikanga zinavyohitajiki kabisa. Mmoja anajua kupika huyo. Wacha. Unajua zake. Bwana shemeji chakula hiyo laza. Tamu sana. Shemeji yako sio mwingi wa mambo mengi kwenye chakula. Mzungu, shemeji yangu mzungu. Mvivu sana kula huyu. Angu kula. Mimi angu kula. Kula. Tule basi na wewe. Kwa hiyo mpaka hapa umeenjoy. Sina cha kusema. Kwa jinsi unavyojua kupika. Shemeji, mwanamke anajua sana kupika. Yaani mwanamke ambaye akikupikia mwenyewe mpaka huwa anaenjoy. Mimi hii kwa nakula pamoja hivi. Kwa tuna enjoy. Nitamaniki sana siku nyingi. Sio kukaa peke yangu. Mimi naweza yote.
basi mdogo wangu, tunakula familia, tutakula kama familia, tutaishi kifamilia, enjoy tu, kuwa tuna amani. Anika kitu kana kupita juu kwenye moyo. Hivi maji ya kunywa Lukman umeandaa? Endelea kula bwana. Endelea kula. Kwa hiyo tukitaka maji ya kunywa niinuke mimi, si ndio? Namdekeza mkwako, si ndio? Mwacha kwangu bwana. Haya bwana, sawa, tanyenyuka. Mimi leo nitawatumikia, msijali. Basi maji tayari. Au nakupigia simu. Kashiba. Kula anaenda kuongea simu. Kula bana. Mie tuleni bana. Toe tushibe mambo mengine yaendelee. Kuvunja ndoa inawezekana? Yes, inawezekana. Kwa sababu aina ya mwanamke ambaye anastahili kuondoka kwenye hii ndoa ni wewe. Kwa nini? Kwa sababu hauna akili, hauna masikio ya kusikiliza ninapokuwa naongea. Nimeshakuonya zaidi ya mara moja. Nimeshakuonya zaidi ya mara moja. Unarudia. Nimeshakukataza. Nini ambacho uelewi? Unanitia hasara hapa ndani. Na kwa sababu unanitia hasara na hauoni mbele, ni rahisi tu mimi kuvunja hii ndoa. Inawezekana? Inawezekana. Basi, yani hivi mbona kama vile nasikia kuchanganyikiwa? Hivi kwa nini unamaanisha vitu vya ajabu? Ni kwa nini unanifanyia mambo kuwa magumu kwangu? Kwa nini unaninyima chaguo? Mpatie mabegi yake aondoke. Changamka bwana. Jamani. Kweli. Alafu usije ukalizoea. Wewe kijana, nenda. Ndio hivyo iliyotokea. Mpaka sasa hivi sina pa kwenda, sina cha kufanya, yaani sijui nafanyaje. Ndio maana hata nimekuja kwa marafiki zangu, ndugu zangu nyie, labda mnaweza mkanishauri na kunisaidia hata kitu. Labda tukuulize wewe, ndugu yetu, una plani ipi au unataka msaada gani kutoka kwetu? Kwa sababu mimi kama mimi nishakupeleka nyumbani maskani na chumba hicho kimoja na naishi na mke wangu. Haya, wewe nakusaidia vipi? Najua sasa kaka unasikitisha sana. Yaani kaka unasikitisha, alafu yani unatufanya kuwepo na kipengele kikubwa amna ambacho yani tunajiuliza sasa sisi tukusaidia vipi. Ni mwenyewe unaelewa kabisa. Ndani mle naishi na shemeji yako. Shemeji yako mwenyewe unaona, ulimuona wewe mwenyewe. Sio kwamba ninaongea kwa sababu uliona kabisa. Bana, mimi kwa cha kumshauri bana, bora aende kijijini. Akarime kajipange na shamba bana. Unajua kukimbia matatizo sio kusolve tatizo. Umeona? Hapo inabidi yeye atuambie plani yake kwa sasa hivi ipo vipi ili tujue jinsi gani tunaweza kumsaidia, si ndivyo? Wanangu usiende na mimi. Dakika moja tu mbele nifazie hizi. Nani anakana mabegi yako babu? Dakika moja tu. Sikia babu. Oa. Nyinyi ambao anajisikia kubeba mizigo nini, abebe ya nini, mimi napata life langu. Nasikia? Oa sikia. Wanangu, dakika hii. Wewe sio katuona kama vile si nini. Wewe haya mabegi kama vipi beba wewe peleka kwa dada yako kule akae. Oa sikia. Mimi mtaangalia jinsi gani mnasema. Mimi mwenyewe hapa najichekecha sasa hivi hapa kuna mzee alikuwa amenipa nanili mchongo pale. Aliniambia saa 7:30. Unaona? Muda kamesha nanili. Baadaye bwana.
unataka nikate na yaani unikimbie, sio? Bana hebu yaani mimi na shida. Wanaondoka wananikimbia. Sikuomba hela wala sehemu ya kulala. Nimeomba tu nipatieni mabegi yangu kwa dakika 3 tu. Kuna mtu ndio kumuona anakuja wanaondoka. Bana, si bora uende nayo bana. Si aini mabegi. Baada urudi hapa useme nimekuibia. Wewe nenda nayo bana. Na kwa nini unalia? Hata kama ukikaa kimya, machozi ni ishara tosha ya maumivu yaliyopo ndani ya moyo wako. Mwanangu, mtoto wangu, kwa umri wako mdogo umejua kama napitia maumivu moyoni mwangu. Basi soma baba, fanya juhudi shuleni, sawa? Hakikisha unafaulu, hakikisha unafanya vizuri, ili ukipata kazi mimi nakuahidi nitakwambia kwa nini nilikuwa nalia. Sawa baba? Hakikisha unafaulu, sawa? Nitakwambia. Njoo hapa mtoto wangu. Sogea hapa. Tulia mwanangu. Ndo kiongozi wa mtaa, unanichosha mtaa, kila siku kesi haziishi, minachoka.
Wizi umezidi, umasikini umetapaka, matukio mengi ya kutisha, unanishinda mtaa. Sawa maisha ni foreni, ndio sikatai mie. Kwa nini naandamwa na madeni ambayo sijakopa mie? Kusema kweli ni mdhamini, wala sidaiwi mie. Basi niachieni, tawapa hela yenu nyie. Kolabo, 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 kolabo. Mtani kwangu niogope nini? Kitani kwangu misijali mimi. Ni mwendo wa mitungi mikasi tu, demo kijejaza tunakuja tu, tunaluka na yani 2x2, I mean 4x2 kolabo. Mtaa umechafuka kila ninapopita, vurugu ya nini balaa. Sisi ndo wale tulioshindwa